nataka tuelezee namna ya kufuata zile sheria za barabarani, hususan tunapokuwa tunaendesha hiki chombo cha moto. Kuna hizi alama za barabarani. Alama za barabarani hazijawekwa kama pambo kuiremba barabara ionekane, ni zimewekwa kwa ajili ya aidha kumwonya, kumtahadharisha au kumwelekeza yule anayeendesha chombo cha moto kujua eneo alilopo ni eneo lipi na anatakiwa afanye nini kwa wakati huo alipo barabarani. Kwa hivyo sisi tunapoendesha pikipiki tuzingatie sana zile alama za barabarani. Mathalan, tunapofika kwenye taa za kuongozea magari, zile taa hazijawekwa kuipamba ile barabara. Zile taa zimewekwa kwa lengo la kufanya nini? Kwa sababu yale ni makutano. Kila mmoja anayetumia barabara katika eneo hile kuhakikisha anatumia barabara katika hali ya usalama na hili kuendelea na majukumu mengine. Kwa unapoendesha pikipiki yako, unapofika pale na unaona kabisa taa nyekundu imewaka, basi unatakiwa usimame, kwa sababu ile taa nyekundu ilipowaka pale, maana yake kuna upande mwingine au kundi lingine la watumiaji wa barabara limeruhusiwa, aidha watembea kwa miguu taa yao imewaka wavuke, lakini pia kuna upande mwingine wa magari yameruhusiwa kuendelea na safari. Kwa hiyo kwa wakati ule unatakiwa ufanyeje? Usimame, usubirie taa ile mpaka itakapokuruhusu wewe kupita, ndio uendelee na safari na si vinginevyo. Ili yote imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kila mmoja anakuwa salama anapotumia barabara. Lakini pia kuna sehemu ambazo tunakuta vivuko vya waenda kwa miguu. Vile vivuko vya waenda kwa miguu vimechora pale maarufu kama tunaita alama za pundamilia. Zile alama zimechora kukutahadharisha. Sisi tunakwenda kufundisha kwenye hizi shule za msingi, shule za chekechea, lakini sehemu mbalimbali. Tunapokuta wale watoto wadogo tunawapa elimu kwamba maeneo ya kuvuka ni yapi. Tunawaelekeza kwamba maeneo ya kuvuka ni kwenye alama za pundamilia. Kwa hiyo atatoka kule na akili kichwani kwamba anakwenda kuvuka kwenye alama za pundamilia. Kwa hiyo ni lazima yeye atavuka kwa kujiamini, wala magari yatasimama kukupisha uvuke. Kwa hiyo atavuka kwa kujiamini kwamba hili gari lazima lisimame. Lakini sio hao tu, wewe ndio unaendesha chombo cha moto. Maana yake kwa wakati huo wewe ndio unayeweza kukidhibiti kile chombo kisimame au kiendelee. Na wanaovuka barabara, kila mmoja anakuwa na nani yake. Kuna mwingine ajui hili wala lile, anavuka barabara kaweka headphone, hata umpigie honi ajui. Sawa jamani? Lakini kuna mwingine anavuka barabara ana matatizo, anavuka hajielewi, ana mawazo yake. Wewe unaendesha chombo cha moto ndio unatakiwa uchukue tahadhari unapoendesha chombo cha moto na kufika kwenye yale maeneo ya zebra. Lakini pia kuna swala zima la kuenda mwendo kasi. Pikipiki hizi zinapita kwenye vichochoro mbalimbali ambapo mtembea kwa miguu anapita. Pikipiki inapita na yenyewe. Hakuna chombo kingine kitapita zaidi ya pikipiki, tena ya miguu miwili. Bajaji haiwezi kupita, ile pikipiki ya miguu mitatu. Lakini pia gari haliwezi kupita, lakini pikipiki inapita. Tunapopita kwenye yale maeneo tunaona watoto wadogo wanacheza ile michezo mbalimbali pale maeneo ya majumbani mwao. Sasa wewe unapoendesha kile chombo cha moto, unapofika kwenye yale maeneo, ni lazima uendeshe kwa tahadhari ili kuepusha ajali yoyote ambayo inaweza katokea katika ile mitaa. Lakini pia